ikiwa ni nyumba yake, ikiwa ni maisha yake. Kwa hivyo alikusudia kujenga upya mji wa Yerusalemu. Na leo yako mambo mengine tutaenda kuangalia katika maombi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yerusalemu ni maisha yako. Yerusalemu ni nyumba yako, ni utambulisho wako, ni mahali ambapo Mungu amekuweka kwa kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yako mambo mengi yameharibu maisha yako, yameharibu ndoa yako, yameharibu nyumba yako. Leo unakumbushwa tena, simama ujenge upya mji wa Yerusalemu. Haleluya. Haleluya. Tunaona ya kwamba Nehemia, pamoja na kwamba kulikuwa ni nyumbani kwao ama palikuwa ni mahali ambapo alimwabudu Mungu yeye na wana wa Israeli, bado alikusudia kutengeneza tena, kwa sababu alimwamini Mungu aliyewaweka, alimwamini Mungu aliyekuwa sehemu ya ushindi wao katika miaka mingi. Na sisi leo tunakumbushwa pia kwamba bado tunamhitaji Mungu. Changamoto, roho za uharibifu ni nyingi, lakini usiangalie yaliyoharibu, bali inuka, tengeneza kwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nitasoma kitabu cha Nehemia sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 9. Neno la Mungu linasema, lakini ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhabika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi, akanena mbele za nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu? Au watamaliza katika siku moja? Je, watafufua mawe katika chungu hizi za kifusi? Nayo yameteketezwa kwa moto. Na Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wa mawe. Sikia, Mungu wetu, maana tunadharauliwa, ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho, wala usiusitiri uovu wao, wala isifutwe dhambi yao mbele zako, kwa maana wao wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga. Basi tukaujenga ukuta, nao ukuta wote ukaunganishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Lakini ikawa Sanbalati na Tobia na Waarabu na Waamoni na Waashidodi waliposikia ya kuwa kazi ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhibika mno, wakafanya mashauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo. Basi sisi tulimwomba dua Mungu wetu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tunaona Nehemia baada ya kuamua kuujenga upya mji wa Yerusalemu, bado haikuwa kazi nyepesi. Bado alikutana na upinzani ambao uliwafanya warudi tena mbele za Mungu, lakini pia wajenge wakiwa na imani na mapambano makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanapoona mambo yameharibika, wanashindwa kuendelea kwa sababu ya changamoto ambazo wanakutana nazo. Lakini leo tujifunze
kwa Nehemia alifanya nini? Haikuwa kazi rahisi, lakini yako mambo ya msingi ambayo tunaenda kujifunza kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Andika mambo ya kuzingatia unapojenga upya. Mambo ya kuzingatia unapojenga upya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeona mambo kadha wa kadha ambayo Nehemia aliwaongoza wana wa Israeli kujenga ule ukuta uliokuwa umebomoka. Aliwaongoza nao walimsikiliza wakati, na ndiyo maana tunaona ule ukuta ulijengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza la kuzingatia unapojenga upya jambo lolote, unapojenga upya jambo lolote, yawezekana ni familia, yawezekana ni ndoa, yawezekana ni maisha kwa ujumla. Ulikuwa katika eneo zuri, lakini matokeo yake mambo yameharibika. Leo yako mambo ya msingi ambayo unatakiwa kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo la kwanza, jua kila kitu unachojenga na kukiamini. Haleluya. Lazima ujue unafanya nini. Mtu wa Mungu, lazima ujue unafanya nini. Haleluya. Ni kweli jambo limeharibika. Ni kweli biashara imeharibika, unataka kujenga. Lazima ujue natakiwa nifanye nini. Natakiwa nichukue hatua gani. Haleluya, watu wa Mungu. Tunaona huyu Nehemia hakujenga tu ili mradi ajenge, lakini kuna mambo ambayo aliyakusudia ili aweze kujenga upya ule mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikusudia kutengeneza. Huwezi kuchukua hatua za kuanza kujenga kama we mwenyewe huelewi kwamba hili jambo limekaaje. Halo? Huwezi kuamua kupambania jambo lako ambalo unajua kabisa hii ni vita ya muovu ikiwa hauja kusudia kujenga. Kwa hivyo tunaona huyu Nehemia alijua kwa nini najenga. Bwana Yesu asifiwe. Alikusudia, akasema lazima nijenge. Kwa hiyo ilikuwepo sababu ya kwa nini najenga. Haleluya. Mungu anatamani aone nia yako na dhamira yako ya kujua kile unachokifanya. Unajua kuna watu wanafanya mambo ili wanufaishe watu, ili wafurahishe watu. Anaamua kupambania jambo fulani sio kwa kusudi lake, bali aonekane labda ana nguvu, aonekane labda anaweza, aonekane ya kwamba labda apate sifa machoni pa watu. Lakini huyu haikuwa hivyo. Huyu alikusudia kujenga upya mji kwa sababu alijua pale ni kwetu. Haleluya. Yerusalemu Mungu yupo. Alijua pale ni sehemu ya familia yake, na alijua mazuri, alijua jinsi gani ambavyo wale watu walikuwepo katika hali fulani ambayo ilikuwa ni ngumu walipitia. Kwa hivyo sasa na wewe unapotaka kujenga jambo kwa upya, lazima ujue kwa nini unataka kujenga. Ijue sababu kwa nini unataka kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa nini unataka kujenga? Na jambo la pili, unapojenga kitu chochote tarajia upinzani. Haleluya. Haiwezi kuwa rahisi, watu wa Mungu. Adui yupo, anatamani aone ndoa zimeharibika, anatamani aone watu hawafanikiwi, anatamani aone watu hawaendelei, anatamani aone watu hawapigi hatua. Sasa unapotaka kuchukua hatua mpya kwa ajili ya kurudi katika eneo ambalo unatakiwa urudi, sio kitu chepesi. Haleluya. Tarajia upinzani, tarajia vita, tarajia kukwama. Kuna mazingira ambayo utakutana nayo yatakusababisha uone kama hakuna kitu unafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Ndiyo maana tunaona katika Biblia hapa kwa habari ya Nehemia. Nitasoma Nehemia sura ya kwanza, Nehemia sura ya 4 mstari wa kwanza
hadi wa 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema, lakini ikawa Sanibalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta akaghadhibika. Halo? Amen. Lakini ikawa Sanibalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta akaghadhibika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Watu wa Mungu, tunaona huyu mtu aliwadhihaki kwa sababu alijua ukubwa wa uharibifu ambao ulikuwa umetokea. Alijua ni kazi ngumu kuinua jambo ambalo tayari limeharibika. Kwa hivyo aliwadhihaki. Akasema ya kwamba, mstari wa 2, akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watazifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe chungu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wa mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Yako mambo ambayo lazima tujue ya kwamba upinzani upo tangu mwanzo. Upinzani upo na uharibifu upo tangu mwanzo, ambao adui anatamani kuona umetokea kwenye maisha ya mtu. Sasa hebu angalia, anaona watu wameweka nia, anaona watu wamekusudia kujenga, anaona watu wamekubaliana, anaona watu wamenia mamoja, lakini anazungumza maneno kama haya. Anasema hivi, anasema hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao. Mbaya, si ndio? Hebu niambie, ndio unakazana kujenga, labda ndoa yako imeharibika au iko kwenye hatari ya kuvunjika, tayari imefika mahakamani, kuna talaka, halafu anaibuka mtu pengine wa karibu yako anakwambia, huyu hata angefanyaje isingewezekana, hawezi kurudisha kama ilivyokuwa mwanzo. Watu wa Mungu, upinzani upo. Upinzani upo. Unapotaka kujenga jambo lolote, tarajia upinzani. Watatokea watu kama hawa kina Sanbalati kukukatisha tamaa. Angalia, mbona haendelei? Angalia, mbona yuko vile vile? Angalia, mbona ni kama unarudi nyuma? Lakini wewe unapotaka kujenga jambo liwe jipya, jambo litokee kama vile ilivyo kusudi la Mungu, mtu wa Mungu, tarajia upinzani. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kujenga jambo ukajua kabisa kwamba hapa ni vita, hautasikiliza maneno ya watu, hautasikiliza vita. Haleluya. Hautasikiliza mambo ambayo watu watakuzungumzia. Angalia, angalia, ona, mbona hivi, mara vile. Lakini wewe angalia kusudi la Mungu na kile ambacho unakiamini, utaona jinsi gani utashinda katika upinzani ambao unakutana nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo la 3, usiruhusu maneno ya watu ya kukatishe tamaa. Haleluya. Yako maneno ya watu, lakini liko neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya watu yapo, yanatokana na wanadamu ambao wana mwisho wao, lakini neno la Mungu ni hai. Haleluya. Na Mungu anaangalia neno lake ili aweze kutimiliza mambo. Sasa wewe usipo